namdhania kwamba wewe Femi ndo tabia yake, lakini sio. Huyu sio Femi ambaye mimi namjua. Unaona? Na siwezi kabisa kukuvumilia kabisa kuhusiana na hili tatizo. So mwanasaikolojia pale akawa anajaribu kumwelekeza kwamba kweli, naona kana anamwambia kwamba kweli kwenye maisha lazima uwe muwazi. Umeona? Chochote kile kwa mke wako wa ndoa lazima uwe muwazi. Aidha upitie changamoto aina gani, upate tatizo gani, upate maradhi gani. Unaona? Shida ya aina yoyote ambayo inatokea kwenye ndoa lazima uwe muwazi, mueleze mtu wako. Aidha anaweza akakuelewa, unaona, au asikuelewe. Sio kitendo cha mpaka kuja kujua tatizo. Unaona? Mwenzako inakuwa ni tatizo kubwa sana. Anakwambia yani mimi hata simuelewi. Sijui tungekaa na hii siri mpaka lini? Hebu nimuulize, ungekaa na siri hiyo mpaka lini? Yani ungenionyesha huu mtoto kipindi ambacho pengine sijui nimekufa. Unaona? Au ulikuwa unatarajia nini? Na mimi sikuamini kwamba wewe yule mtoto umemzaa kipindi hicho wakati wewe hujawa na mahusiano na mimi. Naamini kwamba wewe una ndoa mbili. Nilo ndo naliamini. Mwanaume akawa anakuambia hapana, usifanye hivyo Eddie. Mimi sina ndoa mbili. Amini kwamba. Unaona, akaambia mimi siwezi kuamini. Yes, tunamuona siku nyingine bwana, Nama yuko busy fulani hivi. Femi anamwambia mke wangu unaenda wapi muda huu? Anakuambia mimi naenda zangu kwa rafiki yangu. Kwani kwa nini unaniuliza swali kama hilo? Anakuambia kwa nini unaondoka lakini bila kuniaga? Unaona? Ungetoa tu kwambia mimi naenda sehemu fulani, ungenipa taarifa. Na umeona kuna appointment ya barua hapa imekuja kwako, inakutaka wewe uende ukakutane na mtu fulani. Unaona? Kwa nini unanifanyia hivi? Na unaniambia unaenda kwa rafiki yako. Rafiki yako gani? Unaona? So mwanamke akageuka anamwambia Femi, anakuambia mimi yani sijui wewe unaelewa nini. Ninachokuambia mimi itabidi uelewe. Ila mimi sio muongo kama wewe, sio msaliti kama wewe. Anakuambia wewe unaniambia nini kuhusiana na usaliti? Unaona? Hapa tuongelee masuala ya usaliti. Unaona? Naongea kwenye masuala ya taarifa. Hii barua appointment unataka uende ukakutane na nani? Unaenda kukutana na rafiki yako nani? Na hapa kuna email inaonyesha unaenda kukutana na mwanaume. Anamwambia, yani wewe sijui unaelewa nini? Wewe unafikiri kama mimi ni msaliti kama ulivyokuwa msaliti mkubwa ndani ya miaka 15? Yani message ambao unaiona hapa ni ya rafiki yangu. Anamwambia rafiki yako? Rafiki yako gani? Rafiki yangu gani ambaye anakutumia na email kwamba mwende mkakutane kwenye hoteli fulani? Anakwambia sasa wewe anakuhusu nini? Wewe nimekwambia ni rafiki yangu wa kike au wa kiume unamjua? Unaona, mimi siwezi kukusaliti kama ambavyo umenisaliti mimi, na sitaki maswali yoyote kuniuliza. Anakwambia wewe mbona sikuelewi, wewe unaongea nini? Unaona, akamwambia wewe nini? Mimi nakwambia ukweli kuhusiana na kile ambacho nakiamini mimi. Mimi siwezi kukusaliti kama msaliti mkubwa ambao wewe ulinisaliti kwa miaka 15 kumbe na mtoto, alafu unashinda kuniambia. Aibu yako. Akawa anajaribu kusepa pale. Anamwacha mwamba yuko ambaye ana mawazo. Anakwambia sawa, haina shida, nitajua cha kufanya. Nitajua cha kufanya. Kwa Femi akawa anajaribu kujiongelesha mwenyewe kwa kitendo ambacho anafanyiwa yeye na mke wake. Kwa mbaki pale. So siku nyingine Eddie bwana, kumbe kila ambacho alikuwa anakiongea Femi nyumbani kwamba anaenda kukutana na rafiki yake, kumbe kweli bwana amepewa appointment, na hapa tunaona wako na rafiki yake. Sasa sijui ni rafiki yake au vipi, lakini tunamuona mshikaji anajiachia sana. Yuko na demo anampapasa papasa pale. Inaonekana hao kweli ni wapenzi. Umeona? Na tunamuona kabisa Eddie amekaa kimahaba na limwamba fulani hivi. Sasa huyo mwamba anaitwa Kevin.
ametulia hapo, wanapiga story 2-3, umeona. Na wakati kule tayari ameonekana ameondoka kwenye mgogoro, na huo mgogoro ni kwa sababu ya mshikaji Femi alipata huyo mtoto. Sasa kama ambavyo tunavyojua kwamba mtoto ndani ya miaka 15 hajawahi kumwambia taarifa yoyote kuhusiana na mume wake, lakini naamini mke sasa amekuja kwa sababu alishaongea na rafiki yake kwamba simuamini tena mume wangu. Ameanza kutengeneza mahusiano mengine sasa ya amani ambayo pengine anaweza akampa faraja. Tunaona na mshikaji hapa anapiga story mbalimbali kwamba jamani, mimi kwanza kwa muda mrefu nilikuwa nakukatalia ofa yako, lakini sasa hizi nimeamua kukubali ofa yako. So mwamba kana sikilizia kweli, unaona. Anakuambia Edi, kweli mimi kwa kipindi kirefu nilikuwa nakupenda sana, unaona. Nilikuwa najaribu kupambana kwa kila siku ili nijaribu tu kupata uhusiano yako. Akamwambia usijali, yani kwa sasa hivi niko tayari kufanya kile chochote kuhusiana na wewe. So Edie bwana amekubali bwana kuwa na mahusiano na mshikaji. Anakuambia tazama, kwa muda mrefu mimi Femi nakupenda, unaona. Hata kipindi kile nakupambania, lakini uliamua kuniacha, ukaamua kumchagua mume wako ukaishi naye, lakini bado mimi still nakupenda hadi leo. Akamwambia kweli, unaona. Akamwambia of course, kwa muda mrefu sana. So mwamba anaendelea kupiga, kumbe hao walikuwa na mahusiano, unaona, kabla hata hajaolewa na Femi mwenyewe. Kwa jamaa huyu Edie baada kugundua madhaifu ya mume wake akaamua naye amrudie ex wake. Sasa siku nyingine bwana amerudi zake kitandani, stress zikazi na mjia. Hapana, yuko kwenye hoteli anaaga, kumbe jamaa tayari wako kwenye hoteli wamefanya yao nini, na tunamuona Edie pamoja na mshikaji tayari wameshamaliza kila kitu, unaona. Anajitengeneza pale mwenzetu Edi, tayari mambo yameisha, maana yake wameshanyandoana, mapenzi ndo kwanza yameiva. Mwanamke tunamuona mawazo yake analipiza kisasi cha usaliti wa mume wake. Sijui kama yeye naye mshikaji anataka Edi anataka mtoto kwa mwamba nini fresh, lakini baada ya kufanya tendo la ndoa wamemaliza, Edi bwana kaa anawaza, anamwambia nini? Anakwambia rafiki yangu, kweli tumefanya mapenzi, lakini mimi niko ndani ya ndoa, unaona. Naomba hii kitu tusimamishe mahusiano yetu na mimi na wewe. Anakwambia wewe plani yako nini? Wakati wewe umemwambia kabisa mume wako alikusaliti na umerudi kwangu, mimi ndio nitakupa faraja. Anakwambia hapana, moyo wangu nakataa mimi kumsaliti mume wangu kwa kiasi hiki, unaona. Yaani kama najisikia vibaya sana kumsaliti mume wangu. Kwa hiyo unajua kabisa mimi ni mume wangu, amenifanyia makosa makubwa, amenisaliti, lakini sikupasa na mimi nifanye vitu kama hivi vya kumsaliti, unaona. Kwa naona kama anajutia ndani ya moyo wangu. Anakwambia no matter, na ile haijalishi, lakini mimi bado nakupenda na nitaendelea kukupambania mpaka dakika mwisho. Anakwambia hapana, najua kabisa unanipenda, lakini naomba tulisitishe. Anakwambia hapana, siwezi, nakupenda. Yani niweke kwenye akili yangu, unaona. Anakwambia hapana, siwezi kufanya hivyo, mimi nimeolewa na nina familia yangu. Anakwambia hapana, usifanye hivyo. Kwa kipindi kirefu nimekupambania na leo nimekupata kwa mara nyingine tena, umenirudisha kwenye hisia zangu, bado nataka kunikimbia, naomba niache. Basi akamsukuma pale, akajigonga mshikaji pale. Mshikaji akawa amedondoka, akawa anamuita pale, amka basi, unaona, amka. Yani kamsukuma akadondokea kwenye kisogo. So mshikaji akakata moto, unaona. Inaonekana mshikaji hapo amepoteza maisha. Edi akawa amechanganyikiwa sasa pale, anamuita anyanyuki wala nini, unaona. Itabidi asepe zake.